Mwisho tuangalie kwa nini tulisema kamusi nzuri ni ile ambayo inakuwa na michoro ama picha. Nadhani unaona hata picha ikichorwa hata kwenye ukuta inaweza kuwa na mvuto fulani. Au kitabu kizuri kikiwa na picha nacho kinavutia kuliko kitabu ambacho hakina picha. Haiwezi kumvutia mtu. Sasa faida ya kwanza ya michoro ama picha katika kamusi ni kuvuta umakini wa mtumiaji. Kitu kikichorwa mtu ataangalia mara 2 mara 3. Ataweka mkazo pale, atakuwa makini sana kutoka. Kwa hiyo itavuta makini wa mtumiaji, lakini pia itafanya kamusi ivutie. Kamusi yenye picha inavutia. Lakini faida ya muhimu zaidi hapa ni kamusi hiyo kusaidia kuelewa kwa fasili ambazo hazieleweki. Hapa labda nitoe mfano kidogo. Umewahi kusoma vitabu mfano vya Kiingereza, ukakutana na kitu ambacho kinazungumza lakini ukielewi. Lakini baada ya kuja kuangalia picha ukasema ala, kumbe hiki chakula ndio hiki. Unashindwa kuelewa, lakini baada ya kuona picha unasema kumbe ndio kitu nyewe hiki hapa. Kwa sababu picha imekusaidia. Kwa hiyo picha inaweza kufumbua macho ukaweza kuona vizuri zaidi na kuelewa. Na faida ya 4 ya michoro humsaidia mtumiaji kukumbuka maana ya kida hizo. Ukiona picha unasema kumbe kwa mfano neno chupa. Neno chupa ni homonym, ina maana 3. Chupa nomino 2 na chupa kitenzi. Chupa. Kwa mfano mlinda mlango wa timu anapocheza, mpira ukipigwa, anapourukia ule mpira anasema amechupa kufuata mpira. Kwa hiyo kipa alichupia mpira. Anajua kwa hiyo picha kichoro anaonyesha anachupa na ruka ndio kwa moja. Hutahitaji kujiuliza mara 2. Lakini pia na ukumbuka inakusaidia wewe kutambua dhana ya jambo hilo hasa ilikiwa genyi. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvielewa. Kwa mfano maneno ya Kiingereza yanapoletwa kwenye Kiswahili tunashindwa kuelewa kwa haraka kwa sababu kila lugha ina utamaduni wake. Sisi kuna vitu ambavyo hatunavyo katika utamaduni wa maisha ya kawaida. Lakini ninapokuwa nimechorewa picha ninaweza nikaelewa. Kwa mfano ukichukua kwenye Kiingereza kuna crocodile and alligator. Hao wote ni mamba, lakini huwezi ukawatofautisha. Au tuchukue hare and rabbit. Sisi kwenye Kiswahili tunajua tu ni sungura, lakini wenzetu wazungu wanatofautisha. Kuna tofauti kubwa sana kati ya hare na rabbit. Japo wote ni sungura, lakini wanatofautiana. Rabbit hawezi hata kukimbia, ni mgoigoi, wala sio mjanja, lakini hare ni mjanja sana. Kwa kuangalia zile picha unaweza kutofautisha kati ya vitu kama hivi. Na utaona pia tofauti iliyopo baina ya vitu vinavyokaribiana kimaana ama kimaumbile. Hapo nimeshatoa mfano kama mamba na kenge, wote wanafanana. Au mamba, unajua katika Kiingereza kuna mamba, hata kwenye kuna mamba. Sasa kwenye Kiswahili tuna mamba tu, tunajua mamba. Lakini mamba pia yule nyoka aitwa koboko naye ni mamba. Kwa hiyo mwandishi ukisoma maelezo akakwambia mamba yule mamba anayekaa kwenye maji au mamba nyoka mwenye sumu kali, mtu atashindwa kuelewa. Anazungumzia mamba tena kama nyoka. Hapa. Kumbe ukiona picha unajua kwamba kumbe kuna mamba mnyama wa kwenye maji na huyu nyoka anambia naye pia ni mamba, japo yeye haishi kwenye maji, lakini wote wako kwenye kundi moja, lakini huyu mwingine hana sumu, mwingine ana sumu. Utaweza kujua. Ndugu mwanafunzi, mwisho nataka tu uone vida hizo hasa vya kitenzi. Kitenzi utakuta kimeandikiwa KT, halafu mbele ameandika ele ama mbele ameandika sie. Ukiona ameandika kitenzi ele, maana yake ni kitenzi elekezi. Kitenzi elekezi ni kile ambacho kinafuatwa na jina. Kwa mfano kitenzi nunua. Nunua ni kitenzi elekezi. Hiki ni kitenzi elekezi kwa sababu kinafuatwa na jina. Unaweza kusema nunua gari, nunua daftari, nunua nini? Nini kule itakuwa ni nomino. Lakini kitenzi kwa mfano ondoka au nenda. Kitenzi nenda kitakuwa ni KTCA, kwamba hakifuatwi na jina, kinafuatwa na kielezi. Kwa mfano nenda mjini, nenda Arusha, nenda wapi. Basi ndio namna ambavyo tunaweza kuvitambua. Na mwisho kabisa ni vida hizo ambapo ni nomino. Kida hizo nomino
Kama mnavyoona hapa paka. Hiki ni kidahizo nomino. Bahati mbaya neno paka haina wingi. Paka ni paka tu. Labda ingekuwa tuseme nomino gani ambayo inaweza kuwa na wingi? Labda tuseme labda gari. Utakuta maandikio gari, wakatupa na matamshi yao gari, wangetuandikia nomino, lakini kwenye mabano wangetupa m. Kwamba wingi wa gari ni magari. Kwa hiyo utajuaje kwamba kidahizo hiki ni nomino? Jambo la kwanza, kidahizo hicho kitakuwa kimepewa alama nm, na katika mabano kitapewa wingi wake ama kundi lake. Kwa mfano hii nomino magari utakuta imeandikiwa kundi lake hili hapa. Gari hili, magari haya, itapewa hii kundi lake. Kwa hiyo kidahizo nomino utakitambua kwa sababu zifuatazo. Moja, kitapewa alama yake ambayo ni nm kwenye kamusi, kitapewa wingi na pia kitapewa kundi lake. Unasema gari hili, magari haya. Na utakitambuaje kwamba hiki ni kidahizo ni kitenzi? Kitakuwa na alama kt, halafu kitapewa alama l ama alama c. Ndugu mwanafunzi, mada yetu ya leo inahitimisha mada kuu ya aina za maneno, ambayo tulianzia ubainishaji wa aina za maneno, tukaja na kipengele cha pili cha ufafanuzi wa aina za maneno, na pia mwisho kipengele hiki cha matumizi ya kamusi. Ninaamini somo la leo limekusaidia sana kuweza kujua kamusi na aina zake, namna ya kuitumia kamusi na namna ya kupata maneno katika kamusi, bila kusahau changamoto za kupata maneno hasa yanayofanana, lakini sema utaangalia maneno yanayofanana kimaandishi yamewekewa alama za kipeo ili kuyatofautisha na kumsaidia mtumiaji kuweza kujua. Wajibu wako wewe kama mtumiaji, umesoma kifungu cha habari, angalia mazingira ya neno lililotumika. Hili neno unalolitafuta wewe, je, litakuwa katika kipeo namba 1, namba 2, namba 5 au namba 6? Kwa mfano, unatafuta neno chungu. Neno chungu lina maana 5. Lakini wewe kwenye seti umesema mtoto ameumwa na chungu. Sasa kama ameumwa na chungu cha kupikia hawezi kuumwa mtoto. Kwa hiyo utaangalia mazingira. Hapa itakuwa ni mdudu ambaye anaweza kuuma. Kwa hiyo utaenda kuangalia maana ambayo inaendana na kuuma na mdudu anayeng'ata au anayeuma. Ndio utapata maana ya kwamba ni chungu huyu. Lakini kama umetafuna tunda likawa chungu, ina maana sasa chungu tunayotafuta wewe kwenye kamusi ni ile ambayo ina maana ya ladha. Kwa hiyo utapata maana hizo tofauti. Na ndivyo ambavyo utaweza kuitumia kamusi vizuri bila wasiwasi, na itakusaidia sana kuweza kujifunza lugha ya Kiswahili na kuweza kujua maana mbalimbali za maneno yaliyomo na ambayo tunatumia katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu mwanafunzi, nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi, na ninakukaribisha tena kwa kipindi kinachofuata. Asante sana kwa kuwa nami.